wajue watu ambao wanateswa na shetani. Wapo watu ambao shetani anawatesa na anawanyanyasa. Shetani sio kiumbe cha mchezo mchezo. Shetani sio kiumbe wa mchezo mchezo. Na ukitaka kujua sio kiumbe wa mchezo mchezo, chukua tu matukio alipomchukua Yesu akampeleka juu ya kinara. Akamchukua Yesu akampeleka mahali pengine tena, na akampeleka juu ya mlima. Akaanza kumuonyesha, anamuonyesha milki kila mahali. Akampeleka juu ya mnara, alafu ana kwenye kinara juu, alafu anamwambia jitupe, alafu Mungu atakuagizia malaika wa kuokoa. Sasa kama yule kiumbe ana uwezo wa kumbeba Yesu na upako wake, mwokozi wa dunia, mkombozi wa dunia, anabebwa, anapelekwa mahali. Sasa wewe si ni kitu kidogo? Kwa watu wanajidanganya tu, wanasema unajua ukiwa na pesa shetani hawezi kukugusa. Shetani sijui anawakamata watu ambao hawana hela, na ndio maana wanaanguka hata makanisani. Sikiliza nikwambie, shetani anaoperate kwa namna ya ajabu sana. Shetani anaoperate kila maeneo, ana namna yake anavyooperate. Anapokutana na tajiri, kuna namna ambavyo anaweza kumwandaa akaanza kuoperate. Shetani angalia, hata iwe ni Ikulu, iwe ni magereza, iwe sijui wapi, mahali popote, shetani kuna namna huwa anaweza kujipenyeza. Kwa sababu shetani kama anahudhuria hata kwenye ibada. Ukisoma kitabu cha Ayubu tu ile sura ya kwanza mstari wa 6, ibada inafanyika, Mungu anaongea na watu wake, lakini shetani na yeye, neno linasema kwamba alikuwa katikati, na yeye anasikiliza ili wakitoka pale baada ya hapo aweze kuwadanganya. Na sio hapo tu, ukisoma hata sura ya 2 bado shetani anaonekana alihudhuria tena kwenye ibada. Kwa ni tabia ya shetani kuwa anahudhuria hata kwenye ibada. Sasa angalia, ni kwamba uone, utambue watu ambao wanaweza kuteswa na shetani. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 21 mstari wa kwanza, utaona kabisa ni kwamba wewe unaweza ukawa unasema kwamba unajua kwamba nabii shetani ni wa kawaida tu. Unaona kwamba kuna watu anawatesa watu wa hadhi ya chini. Kwenye Biblia angalia, alikwenda kumshawishi hata Daudi, ambaye akiwa ni mfalme wakati huo anatawala, mfalme wa Israeli Daudi. Lakini angalia huyu jamaa bado njemba ikaenda kwanza kumpa ushauri. Hii Nyakati wa kwanza sura ya 2 sura ya 21 mstari wa kwanza anasema, tena shetani akasimama juu ya Israeli akamshawishi Daudi kuwahesabu Israeli, na aliingia kwenye hiyo dhambi, akaenda kuhesabu pasipo kuambiwa na Mungu, akajikuta anakwenda kuhesabu. Kwa shetani sio kiumbe wa mchezo mchezo, sio kiumbe wa mchezo mchezo. Mfalme wa Israeli tunaongelea ni kwamba tunaongelea kwa nyakati zile, au kwa nyakati zile mfalme, tukileta nyakati hizi ndio rais wa nchi, inaweza anakwenda na yeye anakamatwa. Kwa usije ukaona hata viongozi kuna muda wanakamatwa na vitu vya ajabu ajabu, wanafanya maamuzi ya ajabu ajabu, unaanza kupiga kelele, haujui. Ndio maana tunatakiwa kuwaombea, lakini kuwaombea tu haitoshi, wanatakiwa kuokoka. Wasipookoka, ina maana ni rahisi sana hata kushawishiwa. Na kuokoka tu peke yake haitoshi, bali inahitajika vile vile waliishi sasa neno, waanze kutembea katika neno la Mungu, maana neno la Mungu ndilo ambalo linatupa access ya kuweza kumpinga shetani. Ukisoma Ayubu sura ya kwanza mstari wa 6, unaona kabisa kwamba shetani haogopi hata uwepo wa Mungu. Mungu yuko mahali pale, lakini bado aliingia akaenda kusikiliza. Kwa anasema kwamba ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana, shetani naye akaenda kati yao. Watu wameenda kujihudhurisha mbele za Bwana, shetani anakwenda katikati yao. Unaweza ukajiona kama uko salama, lakini kwambie kumbe haupo salama. Unaweza kuwa unajiona kwamba upo salama, kwamba shetani hamna, ni kwa ajili ya watu fulani. Staili zake huwa kuna muda ana staili za kukupumbaza. Unajiona kabisa uko salama, unajiona kabisa kwamba wewe hauna shida yoyote, unajiona kabisa kwamba wewe hamna, shetani ni kwa ajili ya watu wengine. Hana namna yake. Wewe utashangaa tu kufumba na kufumbua kaisha ingia kwenye ndoa yako. Upo sijui kwenye hardware, upo sijui uko kwenye kiwanda chako, upo sijui dukani unauza, sijui uko kwenye viwanda, kwenye makampuni yako, lakini huku shetani unaweza kukuta yuko nyumbani kwako anashughulika, anaharibu watoto wako. Uko busy, pesa kweli zinaingia, lakini unakuta anaoperate kwa namna nyingine. Anaoperate kwa namna nyingine kabisa. Kwa usijipumbaze ukajiona uko salama. Uwe ni kiongozi mkubwa,
uwe ni mfanyakazi, sijui ni bosi kwenye ofisi fulani, ni kwamba unamhitaji Yesu. Maana pasipo Yesu hauwezi ukatoboa, hauwezi kutoboa kwa shetani. Kwa atakutesa tu, kwa sababu ana tabia ya kujigeuza geuza. Kusoma kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 11 mstari wa 14. Anasema wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Kwa anajigeuza geuza. Kwa utajiona kabisa kana kwamba upo salama. Lakini utajua vipi kwamba shetani yupo kazini? Utaanza tu kuona mambo kwenye familia yako. Utaanza kuona tu mambo yanaenda vibaya. Utaanza kuona tu mambo, watu sasa hivi wanasema tu kwamba tafuta hela, tafuta hela. Is okay. Unaweza kutafuta hela na kuambia kuja kuzipata, familia yako imeshaharibika. Utakuja kushangaa una mashoga wameibuka kwenye familia yako. Unakuja kushangaa wasagaji wameibuka kwenye familia yako. Na mimi namuomba Mungu hayo yasikutokee katika jina la Yesu. Lakini nakualika katika uwepo wa Mungu. Nakualika uweze kumfuata Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha ya watu. Wewe angalia, unaweza ukaona kwamba marais, viongozi wa nchi, wafalme wa nchi, mawaziri, wawe ni wakuu wa mikoa, wawe ni wakuu wa wilaya, wawe sijui ni wabunge, yaani shetani anaweza kuoperate kwa namna ya ajabu sana. Tunaweza ukaona kwamba kuna mtu anasimama akiongea wakati amechaguliwa au wakati anajinadi. Mpaka unasema yes, huyu mtu tumepata, anakwenda kutuwakilisha vizuri. Lakini baada ya muda ameshaingia kule, unashangaa kageuka. Si kwamba ni tabia yake, moyoni alikuwa na dhamira kabisa, ile dhamira ya kuwasaidia watu. Lakini baada ya kuingia, shetani anaoperate kwa namna tofauti tofauti, kwa anajikuta ule moyo wa mtu kaisha ugeuza, kamata umekwisha geuka, amekuwa ni mtu mwingine kabisa, anaweza kufanya vitu vingine. Kwa what matters a lot ni kwamba sisi wanatakiwa viongozi hao waokoke. Wanatakiwa hao kama ni wafanyabiashara wakubwa waokoke. Wanatakiwa kama ni matajiri wanatakiwa kuokoka. Yes, tunaweza tukawaombea viongozi. Itawasaidia tu kwa muda. Ni kwa muda tu. Call that matters little. Lakini what matters a lot ni wao kuokoka. Ni wao kuokoka ili roho hizo zisiweze kuwasumbua. Ina maana unahitaji kuwa na nguvu zaidi. Huyu Yesu ambaye alizishinda roho hizo ndio unatakiwa kuwa naye. Maana alikuja tuwe na uzima na kisha tuwe nao tele. Kwa sababu anaangalia hata kitabu cha Ufunuo sura ya 16 mstari wa 14. Anasema kabisa ziko roho zinazosumbua wafalme, roho zinazosumbua ulimwengu, roho zinazosumbua serikali, roho zinazosumbua hata mifumo ya kiuchumi, mifumo sijui ya kibiashara, mifumo ya kiutawala. Ziko roho za mashetani. Ufunuo wa Yohana sura ya 16 mstari wa 18 anasema hizi ndizo roho za mashetani. Anasema zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme. Zinawaendea wafalme. Wao ni marais. Anasema zinawaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Kwa shetani is not a normal being. Ni kiumbe wa ajabu. Ni kiumbe ambaye ana uwezo mkubwa sana. Kwa usipokuwa na nguvu zaidi yake, usipokuwa na yule ambaye alimshinda hata alipomfuata wakati akiwa amefunga zile siku 40, akamwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, basi geuza haya mawe yawe mkate. Yesu akamwambia imeandikwa mtu hatoishi kwa mkate peke yake. Kwa hiyo ukiangalia kwa maandiko yote, kila shetani alipomjaribu Yesu alimshinda kwa kutumia neno. Pasipo neno la Mungu hauwezi kushinda. Huwezi kumshinda shetani kwa sababu wewe unamiliki pesa. Huwezi kumshinda shetani kwa sababu wewe ni kiongozi mkubwa. Ndio maana nakwambia wewe jichunguze tu. Jichunguze. Yes, una nafasi kubwa, lakini chunguza kwenye familia yako. Utaona kuna mambo yako vizuri. Ina maana shetani tayari, huo ni udhihirisho shetani anaoperate katika familia yako. Naomba Mungu akuinue. Naomba Mungu akuimarishe. Naomba Mungu akubariki, akufumbue macho yako, umtambue Yesu Kristo kwa kama Mwokozi wa maisha yako katika